Yes, ni muhimu kuelewa kwamba njia na mifumo ya Mungu ni tofauti kabisa na mifumo ya kibinadamu. Mungu yeye siku zote huinua vitu vikubwa kutoka kwenye vitu vidogo. Yaani si mwanadamu ambaye anategemea vitu vikubwa ili anyanyuke, hapana. Yeye huwa anaanza na vitu ambavyo wengine wanavidharau, halafu wananyanyua vitu vikubwa katika hivyo. Ndio maana baada ya kuwa Yesu amezaliwa Bethlehem, baada ya kuwa amepelekwa na wazazi wake Misri kwa ajili ya kukwepa kuuawa na Herode, alivyorudi Israeli, aliishi kwenye kijiji ambacho kilikuwa kimedharaulika sana, ambacho ni Nazareti. Nazareti ilikuwa ni kijiji kidogo kilichokuwa kwenye mkoa wa Galilaya. Sehemu zingine zilizokuwa Galilaya ni kama Kapernaum, ilikuwa pia Galilaya. Sasa Nazareti ulikuwa ni kijiji kidogo kilichokuwa kimekaliwa kwa idadi kubwa, kilikuwa kinakaliwa na wakulima ambao walikuwa kwanza waheshimiki kwa sababu ya hali yao ya kimaisha. Walikuwa ni watu wenye uchumi mdogo, walikuwa wanaishi kwenye nyumba za kawaida sana. Kwa walikuwa ni watu ambao hekima zao zilikuwa haziheshimiki na watu wa maeneo mengine ambayo yalikuwa yamefanikiwa na kuendelea kiuchumi, kama vile Jerusalem na Yohana sura ya 1 mstari wa 45. Anasema Filipo akamwona Nathanaeli akamwambia, tumemwona yeye aliandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Angalia mstari wa 46 ambao unaonesha sasa jinsi gani Nazareti ilikuwa ni sehemu yenye kudharaulika pamoja na watu wake. Mstari wa 46 nasema, Nathanaeli akamwambia, lawezaje neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Kwa Nathanaeli alitumia ule mtazamo wa kibinadamu kwamba Nazareti ni sehemu ambayo haitoi watu wakubwa, viongozi wakubwa, watu wa heshima. Kwa ndo maana hata alipoambiwa na Filipo kwamba nimemwona yeye ambaye habari zake zimeandikwa na Musa Nazareti, Filipo akasema haiwezekani mtu mkubwa, mtu muhimu, mtu aliyetabiriwa na manabii akatoka huko. Haiwezekanaje neno jema kutoka Nazareti? Kwa sababu ya historia ya hali ya wakati wa Nazareti. Lakini Yesu alikulia pale na akafanya matendo makubwa. Kwa vivyo hivyo na wewe inawezekana unatoka kwenye historia ambayo familia yako ni ya kawaida, ukoo wako ni wa kawaida, unatokea sehemu ambayo kijijini, sehemu ambayo haina maendeleo, haina historia ya kutoa watu wakubwa. Nataka nikwambie hiyo sio sababu, wala hiyo sio sababu inayoamua kwamba maisha yako ya baadaye, ya sasa na baadaye yaweje. Hapana. Mungu anapotaka kufanya kitu hategemei hali yako ya sasa, anaangalia moyo wako ukoje. Mungu anaheshimisha vinyonge, anainua vinyonge, anaheshimisha vinyonge. Tofauti na wanadamu wanaohitaji vitu vikubwa ili wafanye vizuri, Mungu anahitaji vitu vilivyodharaulika ili atende makuu, ajionyeshe kwamba yeye ni Mungu